hii gava Gen Z. Kwanza before tupange tunafaa tuje kwanza na chama. Sicheze chini je. Tunafaa tafute chama yetu. Alafu sasa strategies ni nini tunataka? Kama ni election tutafute like wase wasipite 35. Hata kama imeenda sana 40 years ndio mzee mwenye wa mwisho ni tunamtaka kwa next government. Because I think kuna mentality kama baba zetu vile wanajuaga tu kama ni Kalonzo mtu wetu. Hata siwachana Kalonzo. Mali mtu wetu wako. Mali mtu wetu yuko hapo ndo tunaanguka na yeye. So hiyo mentality kwanza hiyo ndio inatumalizanga. Before anything, kila msaki akistick tu na plan moja tu, si tunataka hawa wase ni magroup wote waende tu mtaa. Tafute tu wase tu ni tunaweza enda mbali sana. First tuanze tu na hiyo tribal talk. Maneno tribe itaanza inaenda ikisha. Hiyo ni kweli inaenda kisha. Sio kumaanisha nini? Unaona hizo vitu tunaweza utilize hizo spaces zao. Pea babu kichwa, eka Ndindi Nyoro, tafuta Matiang'i mweke, hata kama ni hiyo PM, chukua Gachagua, mweke another DP, simamisha watu. Then but Gachagua me the moment wa Munyoro, the moment alikuwa kitu moja na Ruto. Kama siku kutokwa ametokwa, sasa bado angekuwa na kitu kimo angeongea. The moment waishaika pamoja na waka agree na kumaanisha walikuwa na same vision, same mission. So huyo mtoe kwa hii hesabu. But kama anaweza tuletea kura ni sawa, lakini si ati apewe frontline hapana. Issue ni hapo Kenya inaongea vile najua don saizi as of now Gachagua ndo msana anajua kamba kio mse adonge hivi yeye unajua hadi saizi unajua ni Ruto hizi nini yeye ni Peter X hiyo sasa hiyo machungu yake unajua hiyo machungu yake yeye ni Peter X tunatakiwa machungu yake atoke bado strategy pia sisi tuko na machungu sasa hii nasema goal ni moja. But yes, your enemy is your enemy, but usiye trust mtu ana fight na emotion. Cause hiyo vita mtashinda. You will lose it when you fight with emotion. Sasa mwenye afanye hivyo think mnajua. So yeah, na fight na emotion. Unapata? So but kwa wenye umetaja babu akishikana na Ndindi Nyoro wanaweza kuwa the perfect. Hawase wanaweza kuwa perfect cause ukiangalia babu ni mshai. Sasa wote ni sharp na bado ni babu yeah. Tukiangalia Ndindi pia at least tunaweza ona kazi amefanya. Nacheki cause historia free education I think babu akiwa top then Ndindi hapa chini yake kama DP. So babu tunamtuma huko nje anaenda anachapa hiyo Kiswahili kusainiza ma contract cause anajielewa hezi konewa. Si ndio? Then huku Ndindi yana implement. So free education inaweza wapi? Kwa nini? Basari mbona mnatupangisha line? Si pesa iende tu shule direct. Wacha ati gavana ako na basari, MC ako na basari, mbunge ako na basari, hadi president. Kwani hii basari ni nini? Hiyo do na bado jue si mimi shule bado kuna pesa wanapewa. Sasa hii pesa si kwa tu nyungu moja niende direct. Wewe amkaje tu unaenda mchuo. Hii do ikienda direct to education. Hapo kwanza tutakuwa tumesolve story ya education, free education, si ndio? Another thing tunafaa tunaongelelea story ya industrialization.
Mimi sijui ni nani alisema gava hawezi fanya biashara. Gava anafaa kufanya business. Na gava kufanya business tutakuwa employed. Kuliko ku export labor, hiyo labor itafanya hapa. Kitu gava inafaa kwa inafanya. Help ifai kuwa cause ndio ikienda huko university direct utasoma. Help inafaa kwa inastuma wasee majuu Oxford kwenda kunini kusoma IT innovation huko, wakuja watuletee tusaidia za country. Una get? Tunafaa kuwa tuna reason hivyo, lakini imagine unapatiwa help, umeenda KU, umeenda JKUAT, MKU, umegraduate, una kazi. Alafu tena gava ndio inakuamulia kenye utasoma. Unajua ni uongo. Hiyo ni kweli na kupanga. Kama for example you are a graduate. Hebu tueleze, unajua sisi form 4. Okay. Unajua mimi mentality niliona ni una main purpose ya uni ilikuwa wa create university students walikuwa kuweka supervisors wa our TVET. Sika reach a point ase unajua TVET wako more technical. So unajua kwa ground wako smart au ingine. Na as an employer unaangalia hivi unaona you don't need our to advisors wengi. So na saizi unapata so nini majority of the graduates hawana job. Na again hizi institutions zetu unapata ziko na nini, unaambia watu maybe 10,000 people wasome engineering, na kwa ground engineering yenyewe nyoko nje ana kazi. So sorry ni hao wenye wanasoma hizo vitu hadi yenye sasa wako shule wanasoma engineering, wakitoka ni kazi gani wanapata? Hakuna. Na sisi bado unaambia utumia wasele taka kasome engineering, bado unatuma watu wanao kasome engineering. Ni same to cycle. Government ni help unajonikaa tu unasema tu ni biashara, ni kama bank. Atakupea help ndio kesho wenye utalipa si walipe, wenye utapiga sherehe nayo wapige sherehe. Chatoka hapo utoke nje ulivyo bado na interest. Na bado utapewa tu hiyo help hata kulipiga nayo sherehe. Hata kwa next 10 utapewa tu. Utatoa tu. Same to cycle live. Same to cycle. So okay. Unajua sasa shida ya kuna vitu zingine unafuti as long as kuna politician kuna kitu inaitwa help. Hiyo lazima wataweka. Kuna kitu inaitwa bursary. Hiyo lazima wataweka. Lazima CDF. Kwa nini? Si ati hiyo ndio inayokuwa ni kama sasa mimi nasema ngono lazima help hizi ma grant. Ziwe kwa hapo ndio si ati pesa si yako, lakini unataka ikuwe ni kama albi yeye ndo ametoa pesa of which ni taxes zako. Unaona help, unaona bursary zote they are all hizo. In other words, saizi help is a loan. Ikafaa kuwa grant. Inafaa kuwa grant. Saizi ni loan. Yes. So like say Kenya wamefanya design yenye lazima umtegemee umonange ni ali kusaidia. Of which si ati hata kusaidia one. Ni haki yako. Hiyo ni haki yako. Ni kama mzazi wako anataka kumappreciate juu amekusomesha. Ama amekusomesha. Kwa nini msio upewe basari ya kujua lete? Ndio next time akisimama akitaka kiti atenda sema mnaonanga watoto wenyewe wanasoma. Simnaonanga mimi napeananga basari. The same na vile ati kama huku Ruto anasema mbele watu wanaweza kuambia watu watamaliza Kibera.